to Kwahindi as a phase 2. Kwahindi. The road from Wala is called Kwahindi. Yes. Yes, sir. Yes, sir. That's the 7 kilometers. Okay. That is okay, sir. Kwahindi. Yes. So, Excellency, that is this is a B road. It's quite to some high standard. So it is we are doing 35 millimeters of AC plus the other pavement layers. The cost is 774 million for this phase. But now that you have instructed us to add 7 kilometers, we will work out the cost and include appropriately in this contract. That will go like almost 1.1 billion. Yeah. The contractor is here, Your Excellency. The contractor is here. Thank you, Excellency. There's just a photo showing the road as it is at the moment. Yeah, okay. Wakati huu Mheshimiwa Rais atafungua bamba ukipenda unveiling of the plague ili kuashiria kwamba sasa hivi leo mradi huu wa barabara yetu itaweza kuanza rasmi. Tumpongeze kwa makofi Mheshimiwa Daktari William Ruto anapozindua rasmi hapa katika barabara yetu ya Kangundo ili sote tupate uchukuzi bora na tuweze kufanikiwa. Shukran sana Mheshimiwa Rais kwa kufungua mabarabara yetu kama ulivyoahidi wananchi kwamba uchukuzi utakuwa rahisi, uchukuzi utakuwa salama. Shukran Mheshimiwa Rais. Na kwa sasa Mheshimiwa Rais ataachilia vifaa vitakavyoweza kufanya hii kazi ili kuanzia siku ya leo kazi hii iweze kuendelea at the count of 5, 4, 3, 2. Makofi kwa Daktari William Ruto rais wetu anapozindua rasmi barabara. Wapi chipu? Wapi makofi ya Mheshimiwa Rais wetu kwa kutuzindulia barabara. Baito lelo tuzindua bungoa. Diasi atu ya tanu. Wacha nisikie shangwe na vigelegele za watu wa Kangundo jamani. Mheshimiwa Rais, sisi tunasema shukrani sana. Hii barabara tumeingonja tangu siku za kupata uhuru. Hii ni historia umeweka hapa siku ya leo. Asante sana. Makofi kwa Mheshimiwa Rais. Na motabisia maondo makoo kama wana tangwe. Baito mwe tayari kuvacha maosumbe. Baito mwe tayari kuvacha maosumbe. Wacha nione shangwe na vigelegele za Mheshimiwa Rais. Kangundo harambe. Kangundo harambe. Bas. Karibuni sana Mheshimiwa Rais. Onyesha Mheshimiwa Rais, msalimia tu kwa hewa. Salimia Mheshimiwa Rais kwa hewa. Msalimia tu kwa hewa. Msalimia tu kwa hewa. Msalimia tu kwa hewa. Baitu mwase. Baitu harambe. Harambe. Salimia Mheshimiwa Rais, msalimia kwa hewa. Msalimia kwa hewa, mkaribishe Kangundo. Karibu sana, na amekuja na makamu wake Profesa Kithure Kindiki. Ni fire si fire. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Ni moto si moto. Kangundo ni fire si fire. Bas, karibu sana Your Excellency nyumbani. Aya. Wananchi wa Kangundo hamjambo. Kangundo muyaseo. Muyaseo inge. Muyaine moseo. Na mavinda onde. Muyaia taiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ebu mnisalimie hewani watu wa Kangundo nione Bwana Yesu asifiwe. Basi Waswahili wanasema hayawi hayawi
Yamekuwa ama hayajakuwa? Ni leo ama si leo? Si ni leo? Watu wa Kangundo, mimi nataka niseme asanteni sana kwa kutukaribisha Kangundo. Huyu mjumbe wenu Fabian aliniambia ya kwamba wakati tulikuwa hapa kuna maneno tulikubaliana na watu wa Kangundo, si ndio? Na ndio sababu hiyo leo mimi nimefika hapa Machakos na nimekuja makusudi hapa Kangundo kwa sababu muliniuliza ya kwamba munataka barabara yenu hii ya kutoka Kangundo, si ndio, mpaka iungane na Mwala pande ile kupitia pale Kivaani, si ndio? Mulisema hiyo barabara itengenezwe iwekwe lami. Mulisema hamukusema? Sasa mimi nimefika hapa leo na matingatinga, na serikali tumewapatia shilingi bilioni 1.1 ya kutengeneza hiyo barabara. Nyinyi mnanielewa? Hawa watu wangu walikuwa wamesema ya kwamba iende mpaka Kivaani, nimewaambia hapana, iende mpaka Mwala, si ndio? Ndio mambo ya usafiri ya sehemu hii iweze kwenda mbele. Mnanielewa jameni? Na sio hii barabara peke yake nimekuja kuipangia pamoja na nyinyi. Mimi nataka niwaambie hapa Machakos tuko na barabara nyingi ambazo tumekubali ya kwamba lazima tuzitengeneze na tuzikamilishe. Leo vile vile naenda kuanzisha barabara ingine ya kutoka Kivandini kule juu, inaenda mpaka ifike Miseleni, alafu baadaye nataka iende mpaka Tawa, tuunganishe Tala, si ndio? Tala. Tunaelewana? Tunaelewana ndugu zangu? Na barabara zingine kilomita 320 ya watu wa hapa Machakos County. Hizo barabara zote tayari tumeweka pesa shilingi bilioni 1.5 ambaye ni awamu ya kwanza, na tunataka kuzikamilisha hizo barabara ndani ya miaka miwili, zote zitakuwa zimekamilika. Machakos hoye! Kangundo hoye! Mnasema tuendelee na hiyo kazi ya barabara? Ndio mimi nimekujia hapa siku ya leo. Hata ile barabara ya kwenda Donyo Sabuk mpaka Tala, sasa tumeweka pesa ya kutosha ya kukamilisha hiyo barabara. Barabara ile ya kwenda Kenanie huko kilomita karibu 25 pia tumeweka pesa shilingi bilioni 1 kuikamilisha. Ile barabara ya kutoka Nairobi, ile dualing inakuja mpaka Machakos Tanof, sasa tumepata pesa ya kusukuma kutoka Machakos Tanof mpaka ifike Emali. Ndio hii dunia yote ifunguke. Wangwana wa Machakos, tunaelewana? Hiyo mambo ya barabara tuendelee nayo. Mimi nimekuja jambo la pili, mambo ya sehemu hii ya maendeleo ya mambo ya stima. Watu wa hapa wengi wanasema ya kwamba bado manyumba yao haina stima ya kutosha. Ni kweli ama si kweli? Si wananchi wengi hawajafikiwa na stima? Ndio sababu hiyo nataka niwatangazie sasa tumepata pesa 1.4 billion shillings ya Machakos County, na tunataka kuunganisha manyumba 10,000 zaidi katika huduma ya stima. Wangapi hapa hawana stima nyumbani? Sasa unaona hii shida kubwa iko dunia hii. Nyinyi mnanielewa? Na ndio sababu nimeambia wabunge ya kwamba sasa imefika wakati wa kufikiria tena mambo ya stima. Bado wananchi wengi hawana stima. Na ndio nimesema mimi napeleka maneno bunge, tutengeneze National Infrastructure Fund ambayo itatupatia nafasi ya kutengeneza umeme megawatt 10,000 mpya, ndio tuweze kusambaza ifike kwa wananchi wote, na tutumie kuendesha viwanda, ajira ipatikane, na tuuze mali nje ya Kenya. Watu wa Kangundo, tunaelewana jameni? Tunaelewana? Jambo la tatu, mimi nimekuja hapa kwenu. Mnajua nilisema ya kwamba tutafanya program ya housing, ile ambayo itatusaidia kujenga manyumba, itatusaidia kujenga masoko,
itatusaidia kujenga hostels ya vijana wetu. Nyie mnanielewa? Hapa Machakos, na nataka munisikize kwa makini. Hapa Machakos tumeweka pesa ya serikali shilingi bilioni 25.5 ya Machakos County. Nyinyi mnanielewa? Bilioni ngapi? 25.5 billion shillings in Machakos County. Nyinyi mnanielewa? Hapa tunataka kujenga nyumba 30,000 in Machakos County. Hapa Kangundo yenu hii, na Fabian yuko hapa. Kangundo hapa nimeambia Fabian ekari 2 ako nayo hapa. Tunaanza na nyumba 300 ya watu wa Kangundo hapa. Muko tayari Kangundo? Kangundo hoye! Kangundo hoye! Muko na KMTC hapa. Ni kweli ama si kweli? Hiyo KMTC tumewapatia 145 million ya kujenga hostels ya KMTC ya watu wa Kangundo hapa. Ndio hiyo sababu tunajenga soko 15 mpya Machakos County. Hii Machakos yenu hii. Nyie mnanielewa? Soko kubwa ya shilingi milioni 350 tunajenga Machakos Town. Soko ingine kubwa ya milioni 350 tunajenga Matu. Soko zingine 15 ikiwemo yenu ya Kangundo, ikiwemo ya Kivaani, na soko zingine 15 tunajenga hapa Machakos, kwa sababu tunataka wafanyabiashara wetu waweze kufanya biashara mahali kuna heshima, mahali kuna usafi, ndio wakulima waweze kupata mahali pa kuuza mazao yao, ndio tupate chakula ya kutosha, tuondoe njaa, Kenya iinuke na uchumi iinuke. Watu wa Machakos tunaelewana? Hii soko yenu ya Kangundo tujenge, ile ya kule Kivaani tujenge, zile zingine 15 ya Machakos tujenge, ndio wakulima wapate mahali ya kuuza mali yao, na kina mama mboga wafanye wapate mahali ya kujisimamia. Ama mnasemaje? Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni si ni kulipa? Tulikubaliana mambo na hawa kina mama mboga, lakini lazima nitimize hiyo maneno. Tumekubaliana jameni? Watu wa Machakos tumekubaliana? Sasa ndio hiyo kazi ndio imenileta hapa Machakos, kuhakikisha ya kwamba maendeleo ya Kenya ikiendelea, maendeleo ya Ukambani iko katikati ya hiyo maendeleo ya taifa letu la Kenya. Vile vile mimi nimekuja hapa kuwahamasisha. Tulikubaliana ya kwamba kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Watu wa Kangundo mimi nawauliza jameni, msikubali mtoto hata moja abaki nyumbani wakati watoto wa Kenya wanasomeshwa. Na ndio sababu hiyo tumeajiri walimu wapya 76,000, na kufikia Januari nitaajiri walimu wengine 24,000, tujaze wakuwe 1,100. Tumejenga madarasa 23,000. Tumepanga mpango wa ile funding model, student centered funding model ya watoto wetu wa university na TVET. Tuhakikishe hakuna mtoto wa Kenya anawachwa nyuma ama anakosa masomo kwa sababu hakuna darasa, kwa sababu hakuna walimu, ama kwa sababu hakuna pesa. Hiyo mambo yote tumesuluhisha. Na mimi nataka niwaulize watu wa Kangundo, watu wa Machakos, tushirikiane na tuhakikishe ya kwamba kila mtoto wa Kenya anapata nafasi ya kusoma. Mimi nawauliza jameni, mtakubali watoto wenu wabaki nyumbani? Si kila mtoto asome?
Na nimesema ya kwamba mtoto wa Kenya asinyimwe nafasi ya kusoma ati kwa sababu ya uwezo wa mzazi wake. Kila mtoto wa Kenya ni mtoto wetu, na mimi nitahakikisha every child in Kenya anapata nafasi ya kusoma bila ya kubaguliwa, bila ya kuulizwa mambo ya pesa, kwa sababu ni haki ya kila mtoto wa Kenya kusoma. Tunaelewana jameni? Tumekubaliana? Jambo la mwisho, mimi niliwaeleza ya kwamba mambo ya afya sio starehe ya matajiri na watu wenye wako na kazi na watu wako na uwezo. Afya ni haki ya kila Mkenya. Wewe mama, wewe kijana, wewe ni mzee. Sasa tumebadilisha ile mfumo ya zamani. Unajua zamani ilikuwa lazima uwe na kazi, uwe na uwezo, ndio ulipe NHIF, ndio uweze kupata matibabu. Sasa tumebadilisha, tumeweka sheria mpya 4. Sasa wewe mwananchi wa kawaida, kila mmoja wetu sasa uko na nafasi ya kutibiwa na kwenda nyumbani bila ya kulipwa pesa yoyote. Nyie mnanielewa? Mnanielewa? Mimi nimesema hivi, wewe mwananchi, kazi yako ni kujiandikisha kwa SHA. Kujiandikisha peke yake, na kujiandikisha ni bure. Wewe unanielewa? Wewe ujiandikishe kwa SHA. Ukishajiandikisha, enda kwa hospitali yeyote, hospitali ya serikali, hospitali ya private, hospitali ya kanisa, utatibiwa bora umejiandikisha kwa SHA. Kama wewe ni mgonjwa, sijui uko na homa, sijui malaria, tumbo inakuuma, mgongo, sijui wapi, enda kwa hospitali, upige foleni, ukutane na daktari, udungwe sindano kama ni sindano, upatiwe dawa kama ni dawa, na utoke hapo uende nyumbani bila ya kulipa pesa yoyote. Mambo ya kulipa pesa sasa ni kazi yangu na serikali. Nyinyi mnanielewa? Kila mwananchi, na nataka mnisikize vizuri, wewe mwananchi, kazi yako sasa ni kujiandikisha, alafu uende hospitali utibiwe na uende home. Nyinyi mnanielewa? Bili ya hospitali uniwachie mimi, nitangangana na bili ya hospitali kulipa. Mnanielewa? Mnanielewa? Mimi nataka nirudie kwa sababu naona kama hamjanielewa. Nimesema hivi. Mnanielewa? Nimesema kila Mkenya, mambo ya outpatient, bora umejiandikisha kwa SHA. Serikali imetoa pesa ya kulipia gharama ya hospitali ya kila mwananchi, kwa sababu hakuna mwananchi anauliza kuwa mgonjwa. Si kila mtu anakuwa mgonjwa kwa bahati mbaya. Sasa utaenda hospitali yoyote, bora umejiandikisha kwa SHA. Ile bill sisi tutangangana kulipa. Unajua zamani mwananchi anaenda hospitali, bill inakuja 1,100, 1,500, milioni 1, anauza shamba, anauza ng'ombe, anafanya harambee, matatizo ni mengi. Na wengine hata ukiuliza watu wakuja harambee pengine ujulikani, lazima utafute mbunge, lazima utafute nani, utafute MCA. Sasa tumesema hiyo kazi hatutaki tena. Wacha kila mwananchi alipiwe bili yake ya hospitali na serikali ya Kenya. Kangundo, mnanisikia? Mimi najua ya kwamba bado tuko na mahospitali, hata kama mwananchi amejisajili kwa SHA wanajaribu kuwauliza pesa. Ni kweli ama si kweli? Hawa mahospitali, wewe mwananchi, ukienda kwa hospitali, umejiandikisha kwa SHA, utibiwe, mtu akikuuliza pesa, itisha polisi. Piga ripoti kwa polisi, ndio hawa watu matapeli. Mnanisikia? Nyinyi mnanisikia? Na mtu akiuliza wewe, nani alisema hiyo maneno, umwambie rais wa Kenya anaitwa William Ruto aliniambia hiyo maneno. Nyinyi mnanielewa? Si mimi ndio kusema? Ama namna gani? Mwambie rais aliniambia, nilisikia kwa masikio yangu mimi mwenyewe. Tunaelewana jameni? Kwa sababu jameni, watu wa Kitui, watu wa hapa Machakos na watu wa hapa Kangundo, tunataka usawa katika taifa letu la Kenya. Na nimesema kwa sababu katiba ya Kenya sehemu ya 43 inasema serikali ndio inatakikana kupanga matibabu ya kila Mkenya na sio kwa kulipa.
Tunaelewana jameni? Mutajipanga na mambo ya matibabu. Because I made a commitment to the people of Kenya that we are going to change the way we deliver health to the citizens of the Republic of Kenya. Kwa hivyo mimi nataka nishirikiane na nyinyi tubadilishe Kenya na tusonge mbele kwa pamoja. Kangundo hoye! Kangundo hoye! Tuendelee ama tuendelee? Mimi nawauliza Kangundo, si tuendelee na kazi jameni? Si huyu Fabian mlimchagua? Nipambane na yeye tufanye kazi. Fabian amekuja amenieleza maneno ya KMTC, nimeweka pesa 145 million. Amekuja akaniuliza mambo ya housing, nimeweka pesa milioni 500. Amekuja amenieleza hii mambo ya barabara, nimeweka pesa bilioni 1. Amekuja akiniuliza mambo ya stima, nimepangana na yeye. Si ndio? Mimi nataka niwaulize. Si nyinyi ndio mnachagua viongozi? Mnachagua viongozi ambayo mnawachagua, si mnachagua MCA? Mnachagua mbunge, senator, governor. Si rais mnamchagua? Viongozi nyinyi watu wa Kangundo, mnawapima kwa sura ama kwa kazi? Ama mnampima kwa makelele ama kwa kazi? Mnampima kwa ukabila ama kwa kazi? Si kwa kazi? Si kila mtu anapimwa na kazi yake? Kama ni mtu ya fitina na ukabila na chuki na mambo ingine, si huyo ni mtu wa kuenda akiendanga? Ama namna gani? Kangundo hoye! Kangundo hoye! Ndio mimi nataka niwaambie, msikuwe na wasiwasi. Mnasikia watu wengine wanajaribu kushindana na sisi, lakini wanajaribu kushindana na sisi wakiwa hawana agenda, wakiwa hawana program, wakiwa hawana maono, wakiwa hawana agenda, wakiwa hawana mpango. Wao kweli, mimi nataka niwaulize, si mmewasikia wa jamaa wale wa shares? Ati wanasema hawa wako na shares, hawa shares yao ni kidogo, hawa shares yao ni nyingi. Sio ni ujinga? Hii serikali hapana ya watu wachache, hii ni serikali ya Wakenya wote. Ama mnasemaje jameni? Si mimi nimetengeneza serikali ya broad based ya kuleta Wakenya wote pamoja. So mimi nataka niwaambie wale majamaa wanajaribu kushindana na sisi, watu ambao hawana, na unajua ukiwasikiza watakuja hapa, mtawasikia watakuwa tu na maneno 3. Watakuja waseme one term, Kasongo must go. Hiyo ni ujinga, si ujinga? Ni ujinga, si ujinga? Mambo ya barabara hawajui, mambo ya stima hawajui, mambo ya KMTC they don't know, mambo ya kuunganisha stima ya wananchi hawajui. Wale majamaa agenda hawana, wale majamaa mpango hawana, wale majamaa sera hawana, wale majamaa agenda hata akili. Ala, yani kumbe mnawajua? Mnawajua? Ati agenda, mpango, maono, program, akili. Ndio. Sasa kama wangekuwa na akili, wangekuwa na mpango kuzidi one term Kasongo na Masgo. Si wangekuwa na mpango zaidi hapo? Na unajua hawa jamaa wanatupeba ufala sana. Wanaona Wakenya ati wanatupima na ujinga mingi. Ati mtu anasema ati hana agenda, hana plan, hana mpango yeyote, hana maono, ati atakuja tu aseme one term Kasongo must go, ati alafu apigiwe kura. Kwani wanatupima sisi ni wajinga kiasi gani? Wanatupima ufala na sisi kiasi gani? Hawa jamaa sisi tutawaonyesha kivumbi asubuhi na mapema. Kangundo mtawaonyesha kivumbi? Hebu nione wala wana. Arambe! 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 Ati Kangundo mnasemaje? Ati Kangundo mnasemaje? Ati Kangundo mnasemaje? Na Machakos mnasemaje? Hebu nione wala wanasema ni tu. Sindio my friends? Hapa kati yetu, mimi niko na viongozi wengi. Niko na naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, anaitwa Profesa Kithure Kindiki.
Siawasalimie jameni. Aitomeaseo Musumbe ni mwana Musumbe nokie ko kwito Kanguna Masako moya tanu Gevya in seven. Hey, mimi yangu Mheshimiwa Rais machache. Kwanza kabisa mimi nashukuru kwa sababu hii barabara ilikuwa imetusumbua hapa siku mingi. Hii barabara haijaombwa leo, imeombwa siku mingi. Si ni miaka mingi sana? Sikulikuwa na marais wengine? Sulikuwa wabunge wengine? Ama Fabian ndio wa kwanza kuombwa hiyo barabara? Rais Ruto ndio wa kwanza kuombwa hiyo barabara? Si marais wengine walikuwa? Si wabunge wengine walikuwa? Lakini mimi nashukuru Mungu kwa bidii ya Fabian Muli mbunge wetu. Nashukuru Mungu kwa bidii ya Rais William Ruto. Leo barabara yetu ya kutoka Kangundo kwenda Kivahani mpaka makutano Mambala imepatikana. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Umesikia rais hajakuja hapa barabara moja. Ametaja barabara nyingi. Ametaja stima. Ametaja KMTC, affordable housing. Sasa rais amesema ya kwamba sisi kama serikali tuhakikisha kwamba kila sehemu ya Kenya imepata haki yake ya maendeleo. Na kusikue kuna sehemu yoyote ya Kenya ambayo imewachwa nyuma ati kwa sababu ya kura, kwa sababu ya vyama, kwa sababu ya dini. Kenya yetu ni moja, tunahitaji umoja wa taifa. Na hii umoja wa taifa itapatikana kama tutafanya maendeleo katika kaunti zetu 47 kwa usawa. We have one country, one nation, one people. We must defend our national unity by developing every part of the country. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Jambo la pili na la mwisho, Mheshimiwa Rais amesema ya kwamba tukisikiza vile wananchi wanasema katika sehemu nyingi za Kenya, barabara hazitoshi, stima haitoshi, maji hayatoshi, na ni lazima tuweke infrastructure fund ile ambayo sasa itatuwezesha kupanua barabara za Kenya. Tuongeze, tuwe na additional 10,000 kilometers of tarmac, tuwe na additional 10,000 megawatts of electricity, tuwe na additional 50 mega dams ya kuweka irrigation, ndio tuwe na chakula ya kutosha na watu wa Kenya wapate mambo yao ya kilimo ikiwa sawa sawa. Na kwa hivyo mimi nauliza wabunge wetu, wakati hiyo mswada wa infrastructure fund utaletwa bungeni, waunge mkono ndio tupate stima, tupate barabara, tupate maji, Kenya isonge mbele from that world to first world. Ni kweli si kweli? Swali ya mwisho mimi nauliza hivi, swali la mwisho. Baito ni mwasisi ya Musumbe? Sawa. Sawa. Neokie Vakwito Kangundo Masako aendelea asiendelee? Aendelea asiendelee? Munasema ni 2 term ya William Ruto. Huyu William Ruto apewe 2 term, tupate barabara, tupate stima, tupate maji. Arambe! Nimuvea. Ndugu yangu Fabian Chule Muli. Haya, Kangundo hoye! Kangundo hoye! William Samoei Ruto hoye! Professor Kindiki hoye! Tunaye rais hapa hatuna.